Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na series ya maombi kwa mama mjamzito. Ninasikia ndani yangu kuwiwa kushughulika na mama mjamzito. Hebu leo nikupe ndoto ambazo kama wewe ni mama mjamzito na unaota au umewahi kuota, usipuuze hizi ndoto kwa sababu ni ndoto ambazo si njema sana kwa mama mjamzito. Ndoto ya kwanza ni kuota uko uchi au uko mtupu tuseme. Ikiwa wewe ni mama mjamzito na umeota uko mtupu, uko uchi, whether ni mbele za watu ama popote, lakini umeota kwamba huna nguo, uko mtupu, hii ndoto sio nzuri kwako mama mjamzito. Maana yake ni ibilisi na mawakala wake wamekusudia kuleta aibu kwako. Wamekusudia kuleta aibu, fedheha, yani ni kitu chochote ambacho kitaleta aibu kwako. Inawezekana adui amekusudia kukuaibisha, kukosa huo uzao, yani upoteze mtoto, au uharibikiwe mimba. Zote hizo ni aibu, zote hizo ni fedheha. Ama amekusudia pengine upate mtoto ambaye ana ulemavu, ana shida ya kimaumbile. Zote hizo ni aibu, zote hizo ni fedheha. Chochote ambacho kitakufanya ujisikie vibaya, ujisikie kufedheheka. Kwa hivyo kama wewe ni mama mjamzito na umeota ndoto ya kuwa mtupu au kuwa uchi, usipuuze hiyo ndoto, unahitaji kuomba. Ndoto ya pili ni ikiwa umeota umeingia katika siku zako. Tunafahamu kwamba mama mjamzito kikawaida tu kibiolojia, zile siku ile kawaida ya wanawake huwa inafunga. Huingii period. Kwa hivyo ukiota umeingia kwenye siku zako, hiyo ndoto sio nzuri na sio ndoto ya kupuuza wewe mama mjamzito. Maana yake ni uharibifu wa mimba kwako. Kwa mtu ambaye ameota hivi, kwa wale ambao imewahi kuwatokea, utakuwa shahidi kwamba baada tu ya kuota hivyo, baada ya muda mfupi mimba yako iliharibika. Kwa hivyo kama wewe ni mama mjamzito na umeota umeingia period, my friend, hutakiwi kupuuza hiyo ndoto. Unatakiwa kuingia kuomba na kukataa roho ya uharibifu wa mimba kwako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini ndoto nyingine, ikiwa umeota umeshikwa tumbo na mtu, hiyo pia sio ndoto nzuri kwa mama mjamzito. Ni ndoto ambayo inaonyesha uharibifu wa mimba pia, lakini uharibifu kwa mtoto aliyeko tumboni. Kwa sababu yamkini yule mtoto aliyeko tumboni, ule mkono uliokugusa kwenye tumbo, pengine kuna uharibifu umepandwa kwa mtoto. Kuna uwezekano huyo mtoto akazaliwa, lakini akazaliwa na mapungufu, lakini pia wakati mwingine ikawa inaashiria ule mkono ukimchukua mtoto kule tumboni. Kwa hivyo ukae ukijua kwamba italeta shida, hiyo ni vita tayari katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hupaswi kupuuza ndoto ya kuona mkono umekushika tumbo hali wewe ni mama mjamzito. Kwa hivyo inaashiria pia uharibifu wa mimba. Lakini mama mjamzito usipuuze ndoto ya kuchomwa sindano. Ikiwa umeota umechomwa sindano na mtu, hata kama unamjua, hata kama humjui, lakini katika ulimwengu wa roho umelala ukaota ndoto ya kwamba umechomwa sindano, ni ibilisi anapanda magonjwa, anapanda uharibifu kwako. Unaweza ukashangaa baada ya kuota hiyo ndoto katika uhalisia imekuja mara pressure ya mimba imekupata, mara kisukari cha mimba kimekupata. Wengine wanaenda mbali mpaka kifafa cha mimba. Sikia nikwambie, kubeba ujauzito ni huduma. Mimba ni huduma ya kumleta mtu duniani. Ni
kazi ya kiungu kabisa. Kwa hiyo ina vita kubwa. Kwa hiyo ukiota umechoma sindano, usipuuze hiyo ndoto mama mjamzito. Maana yake ni kwamba ibilisi na mawakala wake wamepanda ugonjwa kwako kwenye ndoto. Lakini pia inaweza kuashiria pando la uharibifu kwa mtoto aliyeko tumboni. Yamkini ibilisi amepanda manjano, ndio ile unajifungua mtoto anapata manjano, mtoto anapata shida. Ni kwa sababu ya ile ndoto, ya kupuuzia ile ndoto ya kuchomwa sindano. Lakini pia ukiota umetumbukia shimoni mama mjamzito, usipuuze hii ndoto. Hiyo inaashiria mauti kwako. Inaashiria roho ya mauti. Ibilisi amepanga mauti kwako. Unaweza kukuta umeenda vizuri kabisa, lakini pale mwishoni ghafla pressure ya mimba inainuka na ibilisi anapitisha hapo mauti. Kwa hiyo ukiota umetumbukia shimoni, au umetumbukia baharini, au kwenye ziwa, au kwenye kisima, yote hiyo pia inaashiria mauti. Lakini pia ikiwa umeota umejifungua na humuoni mtoto wako, hiyo ndoto inamaanisha ni mauti kwa mtoto aliyeko tumboni. Inaweza kuwa kabla ya kuzaliwa au muda mfupi baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo unapaswa kuingia kwenye maombi au umtafute mtumishi wa Mungu ambaye anaamini katika ndoto. Sikiliza nikwambie, ndoto ni mlango ambao Mungu anatumia kusema na watu wake, lakini pia wakati huo huo ibilisi naye anatumia mlango wa ndoto kupanda uharibifu. Kwa hivyo Mungu akikufunulia yale yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, unatambua kabisa kwamba kuna namna fulani ibilisi na mawakala wake wanainua vita kwangu kwa ajili ya kile ambacho umekibeba. Sikiliza, ni kwa ajili ya kile ambacho umekibeba. Kwa hivyo mama mjamzito, usipuuzie hizi ndoto kamwe. Amen.